Bahati mbaya mama yangu mzazi ndo akanywa ule uji akapoteza maisha. Roho inaniuma mpaka leo. Basi kipingamizi cha kugawana mali kikawa hakipo tena. Mimi na kaka yangu pamoja na mdogo wangu wa kike tukaanza kugawana mali bila kikwazo, lakini kaka yangu alikuwa anasisitiza yule mtoto afe, ila nilikataa. Siku moja nimeamka asubuhi, simuoni mdada wa kazi wala mtoto. Kiufupi dada alitoroka na mtoto wa marehemu kaka, na sisi maisha yakaendelea vizuri tu kama hakuna kilichotokea. Sasa shida ikaja siku moja nikiwa nimejiachia zangu, yaani sijavaa vizuri, nipo sebuleni kwangu, nyumba ya marehemu kaka yangu nilichukua mimi. Mara kaka yangu akaingia. Basi nikakimbia ndani nikaenda kuvaa. Cha kushangaza kaka yangu akaanza kuonyesha dalili za kunitamani. Mwisho tukafanya mapenzi. Tokea siku hiyo tunafanya mapenzi mara nyingi na nakuwa na hamu na kaka yangu sana. Na yeye pia amekuwa na hamu na mimi sana. Kinachonishangaza ni kwamba kila nikimuita anakuja, yaani sijui ni nini hiki. Sasa siku moja yule mdogo wangu wa kike anashika simu yake na kutana na message, anachati mambo ya kufanya mapenzi na huyo kaka yetu. Ikabidi nimhoji, nilimtishia akasema kweli ameshalala na kaka yetu ambaye mimi pia nimeshalala naye. Ikabidi nimuite kaka nyumbani kumwambia aache hayo mambo. Cha kushangaza hata kikao hakijaisha nikashangaa tu napata hisia kali mpaka tukafanya mapenzi tena. Sasa jana nimepigiwa simu na wifi yangu, ananiambia kawakuta watoto wake wanafanya tabia mbaya. Na ni wadogo jamani, watoto wana miaka 6. Mimi nikampa pole, nikamwambia amlete mtoto wake wa kike aje kwangu kwa sababu mimi pia nina mtoto wa kike. Nikajua haitaleta madhara. Huwezi kuamini hawa watoto nimekuta wanafanya mapenzi ya jinsia moja. Kiukweli mwanzoni nilikuwa naona kama shetani katupitia, ila sasa hivi nahisi hii sio kawaida, ni laana. Ukizingatia kila nikimwambia kaka yangu kuwa hii ni laana, hapo hapo anapandisha hisia tena. Sasa hivi huwa nakataa, anafikia hatua ya kunibaka kabisa.